Radio. Na kwingineko, shinikizo linazidi kutolewa kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kuondoka ofisini ili kupisha uchunguzi kufuatia kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. Seneta wa Busia Okiya Omtata amesema kuwa sharti Lagat aondoke ofisini ikizingatiwa kwamba alikuwa mlalamishi katika kesi iliyowasilishwa dhidi ya Ojwang na kwamba mauaji hayo yalitokea mikononi mwa maafisa wanaoripoti kwake. Omtata amesema kwamba iwapo Lagat atajiuzulu basi anafaa kusimamishwa kazi na Rais William Ruto mara moja. That branch of the National Police Service is directly under the command of Lagat. It's the one which committed the crime. Lagat was the complainant. He has command responsibility. For anything else, he should vacate office like yesterday and go. If not, the commander-in-chief should fire him. Another President William Ruto should send him packing so that the Kenya Police Service can be free to tell us exactly who is culpable and we get the bottom of the issue. Na tukiangazia swala lingine, mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imewakamata raia watatu kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert Ojwang ambaye alifariki dunia mikononi mwa polisi. Washukiwa hao Jean Amito Abwao, Collins Karani Irere na Brian Mwaniki Njue walikuwa wafungwa katika kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi. IPOA inadai kuwa wafungwa hao walitumiwa na maafisa wa polisi kumtesa Ojwang kabla ya kumuua. Wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii pamoja na afisa mkuu wa polisi wa kituo hicho Samson Salam. Hizi ni habari za Chuka University Radio. Na kwenye swala tofauti, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amekejeli jaribio la naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki la kumshawishi ajiunge na serikali. Haya yanajiri baada ya Kindiki kujaribu kumkaribisha Kalonzo serikalini wakati wa ziara yake katika eneo la Ukambani, akidai kuwa kiongozi huyo wa Wiper anaweza kutoa ushauri mzuri kutokana na uongozi wake unaoheshimika. Hata hivyo, Kalonzo ameshikilia kuwa atasalia kukita mizizi katika upinzani na kwamba ataendelea kushirikiana kisiasa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Waende nisikilize maneno ya Kindiki. Kwanza afadhali Ruto alijaribu